sana, naomba rais anisaidie, Mama Samia. Waya ninayoongea hapa nilipo ndo nyumbani ninapoishi, sina pa kwenda, nimefukuzwa, nimebomolewa nyumba, lakini mimi sijataka kuhama hapa. Mtendaji hapa amefika, amesema wasijenge, lakini anasema mimi mtendaji ana njaa, akaenda kumpa hela, anasema waendelee mafundi kujenga. Mimi naitwa Amini Tauli Kiara. Nimekuja mwaka 1979. Mkazi wa Kilimanjaro, nimeletwa kufanya kazi hapa shambani. Maelewano ya shamba tulikubaliana atanilipa 15,000 kwa mwezi. Na miaka nimekaa mpaka sasa hivi sijawahi kulipwa hata shilingi moja. Tumeenda mahakamani, tumeanza hapa shauri hapa, tukaitana hapa, tukakaa na huyu mama akasema hawezi sitamishwa, ila atajengea nyumba maeneo haya ya Kiluvya kwenye baraza ambayo tulikaa hapa solution, lakini hamna lililotendeka. Tukaenda mahakamani, akaulizwa mama huyu kijana unamdai, anakudai? Akaitikia yeye ananidai. Kwa hiyo unamlipaje? Akasema ngoja. Siku hiyo mahakama ikasema hapana, ngoja tutakuja. Alisema mwezi unaokuja ndio tutakuja hapa. Nilipofika pale ikabadilishwa kesi, sio tena ile. Baada ya pale tukaita wajumbe, tuambia tulete wale mashahidi, tukaleta mashahidi wa pande zote mbili. Lakini kabla ya hapo mama akaenda nyumbani kunidhibitishia kwamba mimi kule kwa mzee sio kwamba mimi na eneo kule tena. Eneo langu liko maeneo ya Kiluvya hapa ambako nakoishi mpaka sasa hivi. Ndio aliponiambia. Lakini baada ya hapo akatokea watu ambao siwajui, akasema wamenunua hapa. Nilikuwa natunza shamba moja hili hapa na lingine liko kwa kawao kule. La kawao kule nilipofika siku hiyo akasema utakuwa unalisafisha. Siku nyingine nafika pale akaniambia nimempa jirani yangu. Sababu nilimpigia mama, nikamwambia bwana kule kuna mtu anajenga, akasema nimempa jirani. Sasa katika makubaliano kwenye vikao hivi tunavyoona kwenye nyaraka, mlikubaliana nini? Tulikubaliana anijengee nyumba 3 na maji na nini, bila kama sio hivyo anilipe milioni 20. Kwa hiyo ilikuwa ni aidha milioni 20 au kujengea nyumba na kiwanja. Ushahidi wake uonyeshe sasa. Ushahidi wangu ndio hapa, na yeye mwenyewe alisaini na wajumbe, na alikuwa mwenyekiti ambaye nilikuwa mwenyekiti, sasa hivi ni diwani. Naye alikuwepo, alikuwa anaitwa Peter. Mama mwenyewe huyu hapa alisaini hapa, Lady Nesi Mzirai. Na huyu mama anasema alinunua naye huyu Sose Mkoni. Na hapa wote walikuwa wakasema basi asiondoke mpaka atakapojengewa ndio atakapohama. Kama mama, mimi naitwa Happiness Salim Simoni. Namuomba Mama Rais Samia anisikie kwa haya ninayoteseka. Mimi nateseka, nalala nje kwenye mvua na watoto. Yaani nateseka sana, naomba rais anisaidie, Mama Samia. Waya ninayoongea hapa nilipo ndo nyumbani ninapoishi, sina pa kwenda, nimefukuzwa, nimebomolewa nyumba, lakini mimi sijataka kuhama hapa. Mpaka sasa hivi naishi hapa, mvua inaninyeshea jua langu, watoto pa kukaa sina pa kujisaidia, choo kimebomolewa. Mimi naishi maisha ya unyanyasaji. Mama ananiambia kokote utakako kwenda, mimi nimeshamwaga pesa, wewe ni masikini tu, huwezi kuishi hapa. Kwa hiyo naomba Mama Samia nisaidie. Mimi nateseka sana, hata kwa kujisaidia sina hapa kulala, majirani wananitetea lakini inashindikana. Mimi mpaka leo hii sina pa kukaa, naomba rais anitetee. Huyu mama ananionyesha ufahari kwa pesa zake, na nijengee fence nifungie ndani, na mafundi wapo hapa nilipo wanajenga, waje wanifukuze. Mtendaji hapa amefika, amesema wasijenge, lakini anasema mimi mtendaji ana njaa, akaenda kumpa hela, anasema waendelee mafundi kujenga. Kwa hiyo mimi naomba rais anisaidie aone hayo, tunateseka sisi wanyonge. Kwa jina naitwa Asha Francis Mnangwa. Mimi ni jirani yake kuanzia mwaka 1997 niko naye hapa. Walikuja watu ambao waeleweki, wakaja wakaingia tu ndani wakabomoa, wakatoa vitu vyote nje, hatuwaelewi. Na hela wameiba, vitanda wamebomoa. Kwa kweli mimi naitwa Anita Donald. Huyu hapa ni mamangu mkwe. Ananyanyasika mamangu, atendewi haki. Serikali yenyewe haimsaidii. Sisi tunachokiomba Mama Samia atusaidie, amuokoe mama yetu, ananyanyasika.
kwa sababu hana hela. Tunaomba msaada serikalini. Naitwa Kulwa Aminieli, ni mtoto wa hapa, nimekuzaliwa hapa, nimekulia hapa. Kuna watu walikuja, nilikuwa siwafahamu, walikuja kama waizi, majambazi. Walipofika hapa wakaanza kunilazimisha mimi niingie ndani nitoe vitu wakati wazazi hawapo. Nikawaambia subirini niwapigie wazazi niwape taarifa. Wakasema sisi tunaingia ndani tunatoa vitu. Wakaingia ndani wakaanza kutoa vitu. Wametoa vitu wakaanza kubomoa. Walivomaliza kubomoa wakaondoka. Walivyoondoka mimi nikamuuliza mjumbe, una barua yoyote hapa? Mjumbe akasema mimi sina barua yoyote kwa sababu mimi tu nimepigiwa simu nije hapa kama mwakilishi. Tukasema sawa. Tulivyoenda polisi kutoa taarifa, polisi wakasema hawa ni wezi, ni majambazi, maana hamna taarifa yoyote iliyoweza kufika hapa. Samahani, sijawahi kumbomolea mtu, ni amri ya mahakama toka 97 mpaka lini. Pamoja na hayo, hiyo ni swala la mgogoro. Mimi sizungumzi mgogoro, ninachozungumza ni haki ya mshahara wake toka 97. Ndio nasema silijui hilo la mshahara wake, sijawahi kumwajiri mtu. Lakini umesema amelipwa, si umezungumza? Wapi nimezungumza? Na umeonekana kwenye vikao vya maliziano ya kumlipa hizo hela? Mimi sijakuwa na maridhiano ya kumlipa hela. Mimi kulikuwa na kikao, unajua maana ya kikao? Kikao kilikaa, kikao cha mazungumzo without mwafaka. Basi ndio hicho kikao nakumbuka kilikuwa kinazungumzia baada ya yule mama kuuza ile eneo, Mama Gladness Mzirai kuuza eneo ambapo alituuzia sisi. Sasa hizo milioni 20 zinazotajwa ni nini? Sielewi nini. Mimi sielewi kwa vile sijawahi kumwajiri mtu kwenye hilo shamba. Sijawahi kumwajiri mtu kwenye hilo shamba. Lakini umetamka kwamba alimlipa na akampa sijui maflemo. Labda hilo siku tunaonunua shamba yule mama alimwambia hatudaiani. Nilivyosikia kwenye masikio yangu mimi, hatudaiani na kukabidhi na kupa hii madirisha yaliyoko hapa nitaka kujenga. Kulikuwa na madirisha, kulikuwa na milango kwenye hii nyumba, kwenye hilo banda. Kwa hiyo na banda hilo ambalo tumelidestroy, mahakama imesema tumelidestroy sisi. Kwa hiyo kutoa mali zake alizo sio leo baba, toka 2000 na ngapi? Ndio hivyo, si umekiri kwamba alimpa na mshahara, japokuwa hujazungumza mshahara. Lakini sikilize baba, unielewe kitu kimoja. Ni kwamba pale wakati tunanunua, siku tunanunua, aliambiwa na utahama hapa, sio pako tena, nishapauza. Akasema mama, natafuta mahali pa kwenda. Hiyo haina mgogoro, nazungumzia pesa yake ya mshahara. Sasa wewe umeniuliza swali gani? Mbona hivyo tena kakaangu? Akamwambia basi mimi sijui mambo ya hela mshahara wala mimi sijawahi kumwajiri mtu. Hapo ndo unaposhindwa kunielewa. Sijawahi kumwajiri. Lakini umenunua kiwemo shamba, tena yeye mwenyewe ndo mwenye kupima ile shamba na jirani. Umenunua hilo shamba na yeye akiishi huko. Akiishi na akaambiwa siku hiyo ndo mwisho aondoke. Unisikie? Sasa yeye anazungumza kwamba tulikubaliana alipo milioni 20. Hapana. Mimi wewe unasemaje? Hapana, sijawahi kusikia yule mama akitamka. Yule mama amefariki, sijawahi kusikia yule mama akikubali kumlipa milioni 20. Sijawahi. Nilichowahi kusikia mimi, yule mama alimpa mamilango mabovu aliyokuwa anataka kwanza kuwekea kwenye nyumba yake, aliyokuwa anataka kujenga na madirisha. Kwa hiyo kwa uelewa wako ulidhani huo ndio ujira wake? Sio ujira, ile ni by the way. Sasa anapodai kwamba hajalipwa toka 97, wewe unazungumza? Mimi sielewi hiyo. Kwa vile sikuwepo mimi kipindi hicho. Sielewi. Anaitwa Shose Mkonyi.